tunaomba ya kwamba ukaweze kututembelea, ukanene nasi mchana wa leo na asubuhi ya leo. Tunakuhitaji, tazama mtumishi wako amesimama. Wacha Mungu wangu ukamtumie kama chombo, achilia neno la uzima ndani mwake Bwana. Wacha Bwana akatumike tu Bwana kwa ajili ya usifa na utukufu wa jina lako. Wacha Yesu wangu akapungue ili wewe ukaongezeke ndani mwake, ongezeka zaidi na zaidi, tukakuone wewe mchana wa leo na asubuhi ya leo kwa ajili ya neno lako Bwana. Asante Yesu, maana hakuna kama wewe Jehova. Nakushukuru maana ninajua neno ni lako na watu Bwana, sisi ni watu wako. Wacha Mungu katuhudumie sasa na mapenzi yako. Pokea utukufu na shukrani, maana ni zako. Ni kwa Yesu Kristo ni Bwana na Mwokozi tunaamini na kuomba. Amen. Safari ya imani natembea kwa imani, nataka nifike salama, lakini njiani mawimbi ni makali, mashaka yanisonga. Ninaponena neno hilo lisiwe langu, bali litoke kwako.
wazee, si ndio? Wengine ni wazee, sababu mimi naona vijana tu kwa, lakini wenye wamenyosha mkono ni karibu watatu. Nimesema kama wewe ni kijana, nyosha mkono, sababu huu ujumbe ni wako. Haleluya. Ama mikono ni mizito. Unajua vijana ni waajabu sana, sababu au kazi yao inakwanga ni kuhukumu mtu. Yaani au wanakuona, venye wanakuona hivi ndivyo wanaanza sasa kuangalia, huyu ako vipi? Huyu atasema nini? Sababu ni watu waajabu hao. Haleluya. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Katika maisha, ujumbe wangu wa siku ya leo unalenga vijana sana. Je, kwa ujana wako, kama wewe ni kijana, unapanga nini katika maisha yako, ama una matarajio gani katika maisha yako? Bwana Yesu asifiwe. Ujumbe wangu wa siku ya leo ni kwa nini vijana wengi hawafikii malengo yao nyakati za usoni kule. Haleluya. Kwa nini vijana wengi hawafikii malengo? Tuko na mwanadamu ana hatua 4 katika maisha. Hatua ya kwanza, tunaenda kulingana na miaka, kuanzia miaka 0 hadi 13. Hiyo tunaita ni miaka ya utoto. Na katika miaka hii, hivi ni viumbe ambavyo havijui, vinataka vijue. Ndio maana hata ukiwa shule, hao ndio wanauliza maswali mengi, sababu bado wanataka wajue. Wanataka wajue hiki ni nini, kina faida gani, kinaeleza nini. Wakishajua, hapo sasa ndio wanaanza kusonga kimawazo wanaanza kukomaa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Naomba mtu atege masikio yake na nisikize kimakini. Hawa bado ni watoto, hawajui lolote, wanahitaji kufunzwa, kuelezewa hiki ni kizuri, hiki ni kibaya. Haleluya. Hiyo ni hatua ya kwanza. Hatua ya pili ya mwanadamu ni kuanzia miaka 14 hadi 45. Bwana Yesu asifiwe. Hii tunaita ni miaka ya ujuaji, sababu viumbe hivi vinajua kila kitu. Ndio maana hata ukipewa nafasi ya kuongoza viumbe hivi, unahitaji neema kutoka kwa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Sababu si rahisi. Wao wanajua kila kitu. Unaweza shangaa kama wakati mwingine tunafanya kwaya hapa mazoezi kila time. Yaani unapata mwalimu yuko mbele yuwafunza, lakini kijana sababu ni mjuaji, anajua kila kitu, lazima ajaribu aongeze kitu. For example, sasa mwalimu anasema tuimbe today, na anasema hapo anacheza sema alafu tukimaliza hapa today. Sasa hao ndio vijana wa siku hizi, na hao ndio vijana. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sababu gani niseme hivyo? Hivi ni viumbe ambavyo ukipewa nafasi ya kuviongoza lazima uwe na neema, sababu si rahisi. Ukimuuliza CD yuko pale, nadhani anafahamu haya mambo. Wachungaji wapo, viongozi wapo, wanafahamu. Maana unajua shetani muda mwingi anaandama vijana kanisani, sababu anajua akimaliza hawa vijana amemaliza kanisa. Na kiongozi ambaye amepewa majukumu ya vijana ama wachungaji, wanajua wakidhibiti hawa vijana wakae sawa, wanajua kanisa inafanya nini, iko sawa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sababu ni viumbe vinajua kila kitu. Kiongozi anasema hivi, hao wanasema hivi. Kiongozi anasema twende hivi,
wanaenda hivi. Ni ngumu. Lakini hao ni vijana wenye hawajaokoka bado. Hawajaokoka vizuri. Sababu tunawapa viongozi kazi ngumu. Inabidi kiongozi aokoke mara zaidi ya pili. Sababu gani? Ni ngumu. Ya kwanza aokoke kwa sababu ya dhambi. Sababu vijana tumejaa dhambi. Anashangaa katika Yohana wa kwanza mstari wa 2 kuanzia 14 hapo naona Yohana alipoandika haya maandiko anawasifia vijana ya kuwa shetani ni vijana wana nguvu mpaka wamemshinda Mungu. Sielewi kama alikuwa anajua kama kuna vijana kama hao. Sababu sielewi ni vijana wagani alikuwa anawazungumzia. Haleluya. Sijui ni waizo henzi ama ni waisi henzi. Hapo ndo sikuelewa. Haleluya. Hao ni watu wenye yaani wakiketi pamoja hapo sahihi washaanza kuangalia, yaani wamenyamaza. Au unawaona hapo wamenyamaza sahihi. Wanafikiria huyu kijana anasema nini? Wanashangaa. Huyu kijana acha tuongee. Ataongea, amalize, aende. Hivyo ndivyo vijana walivyo. Wameinama vichwa chini. Huwezi jua. Lakini wapo. Wakisha toka pale nje ndio utasikia alikuwa anaongea hivi, alikuwa anafanya hivi. They are all to criticize. And that's what the devil puts in their minds. So there is no way unaweza barikiwa wakati umetoka kanisani kuhubiriwa neno, then you go outside to criticize what the pastor has been saying. Hiyo ni changamoto kubwa, huwezi barikiwa. Ndio maana kwa maisha vijana wengi tunafeli. Hatufikii malengo yetu. Kwa sababu ya vitu vidogo katika maisha. Hiyo ni hatua ya pili. Miaka 14 hadi 45 ni miaka ya ujuaji. Ukienda kwa siasa wapo, ukienda kwa mikutano wapo, hao ndio wanajua kila kitu. Yaani mtu anaweza mchambua Raila mpaka ndani anakaa kwake. Mtu anaweza msema, yaani anaweza mwambia, anaweza sema kuhusiana na Gachagua, unadhani ni kazi yake. Yaani ni vijana wajuaji. Hata mimi ni kijana, ndio maana leo nimekuja na habari hii. Huenda pembe niko hivyo na sijui. Lakini hili ni neno Mungu amenipa nikuje ni share na vijana wenzangu. Haleluya. Amen. Yes. Inafaa tuangalie. Naona muda unakimbia na ndio nimeanza hata sielewi. Hatua ya tatu ni hatua ya kuanzia miaka 46 hadi 59. Watu kama hawa sasa ndo kazi yao inakuanga ningelijua singemuoa fulani, ningelijua singemuoa Kadari, ningelijua singemuoa Joyce, ningelijua singeoleka kwa Joseph, ningelijua singeoleka kwa Joe. Hii ni ile hatua ya ninge, kila kitu ninge. Sababu hakujipanga mapema. Miaka kama hii ni miaka ya watu wa ningejua. Kwa sababu gani nasema hivi? Hawa ni watu ambao kwa ujana wao hawakujipanga. Ndio maana unakuta baba
watoto wake. Babu yenu sasa anaanza kulaumu wazazi wake. Baba mkubwa anaanza kulaumu wazazi wake, anaambia watoto wake, babu yenu angenifanyia hivi singekuwa vile nilivyo. Lakini tatizo ni kuwa hakujipanga mapema. Haleluya. Amen. Hakujipanga mapema. Ndio maana lawama zimekuja. Ningesoma. Baba yangu angenifanyia hivi ningesoma. Hayo ndio mambo yao. Watu kama hawa ndio unapata Uwezi chukua mtu wa kuanzia miaka 46 hadi 59 umweke kwenye sadaka, kikapu cha sadaka. Sababu gani? Muda umeenda na majukumu ni mengi, lakini hakujipanga mapema. Lakini hao ni wenye wajiokoka peke yao. Haleluya. Nisiseme hivyo mwanzo kufikiria karani wetu hapa hivi, tunashana wetu hapa hivi. No. Yes. Nisiongee mwanzo kufikiria najua angekuwa hapo mngemwangalia sana. Lakini simzungumzie sababu ya kuokoka. Haleluya. Yeye ameokoka. Nazungumzia watu hawa ambao hawajaokoka vizuri na wako katika miaka ya 46 hadi 59. Hawa ni watu wa ajabu. Sababu wewe umeweka katika kikapu cha sadaka. Unafikiria watoto wanafaa waende shule, hauna pesa. Bibi inafaa ende saluni, hauna pesa. Unaangalia majukumu, kuna mijengo imekwama, hauna pesa. Sababu hukujipanga mapema. Unashukia umefanya nini? Umefanya dhambi. Kuchukua kidogo na ukumbuke Mungu yukuona. Umeona? Sababu gani niseme hivyo? Hawa ni watu unaowakuta serikalini. Hao ndio akifikiria majukumu yenye mbele yake. Anajua pesa za mayatima ziko pale, anaanza kuzinyonya. Anajua pesa za wazee ziko pale, lazima adogoe, achukue kidogo. Sababu majukumu ni mengi. Anasema ningelijua ningesoma, singekuwa nayapitia haya. Ningelijua ningefanya kitu fulani nikiwa kijana, singeyapitia haya. Ni watu wenye mambo mengi. Mtu mpaka afiki kiwango serikali imetenga pesa za kusaidia mayatima, lakini lazima achukue sababu ya ajali. Sababu maisha yake yalikuruka kitambo, hakujipanga mapema kwa sababu ya mambo kama hayo. Hatua ya 4. Hawa ni watu kuanzia miaka 60 na kuendelea. Hawa ni watu ambao walikata tamaa kitambo. Sababu gani niseme hivyo? Walishakata tamaa kitambo. Ndio maana ukimpata mzee wa miaka 60 na kuendelea mbele, kazi yake vitu vingi zenye anaongelea kama meketi na watu kuongelea kifo tu. Sababu ni hicho anasubiri. Nani hapa anaamini atakufa siku moja? Hakuna mwenye anaamini atakufa siku moja. Anyway, mimi nasema hivi, unajua kuna kule kwetu kuna mzee, although si kwetu kwenyewe, ni pale kidogo. Kuna mzee alikuwa na miaka kama 65 hivi. Yeye alijichimbia kaburi yake wakati alifika huo umri. Alijichimbia kaburi akijua, akitarajia yeye atakufa siku moja. Akanunua jeneza, akaiweka kwa nyumba, inaishi hapo. Akachimba kaburi, akaitengeneza vizuri na akaweka kanyumba kazuri.
akikula chakula anaenda kuketi hapo, kiangalia Yesu moja tenda. Hawa ni wazee wenye walikata tamaa kitambo. Yaani yeye kila time ni vifo tu. Na hao ni watu wenye wanauza mashamba sana. Ukimuuliza mzee, mbona unauza shamba? Sema nataka ikae hapo ndo nikikufa mkule. Yaani ni watu wenye wamekata shauri tayari. Unamuuliza mzee, mbona unauza shamba? Anasema ni yangu ama ni yenu. Hiyo ndio mambo yake yanatoka kwa akili yake. Kwa hivyo hawa ni watu ambao walikata tamaa kitambo, wanasubiri kifo tu. Ndio maana mimi wakati mwingi kama nimeketi na mtu naweza mshauri kama ni mzazi, wakati wa likizo usizoeshe kupeleka watoto ama usiwahi peleka watoto kuishi na baba, sababu utashikia mtoto ameenda kule, ukikuja ukimuuliza baba amekwambia nini, baba anasema akikufa sijui utachukua nini. Yaani watoto wanakuja hizo habari kama hizo. Anyway, si wote, lakini wapo watu kama 80% ni ya watu kama hao. Sasa mtu kama huyo anakuja nini? Yauze shamba, asherekee akingoja siku ya wokovu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo nataka kumaanisha nini? Wewe kama kijana, anza kujipanga na mapema, ili itakapofikia umri kama huu usiwe mtu wa nikifa itakuwa ni changamoto. Wewe ndio utaanza kutuibia pesa ya mayatima hapa, sababu hukujipanga wakati wa ujana. Unajua kijana anayejipanga mapema maisha yake huwa tofauti sana. Maisha yake huwa tofauti kabisa. Na unajua kinachowaponza vijana wengi, hao hujua bado muda upo. Ukikutana na kijana unamwambia acha kuchezea haya maisha, anakuambia kuna ujana, uzee unakuja. Je, huo uzee ukikuja utakuwa wapi? Je, utakuwa ni mtu wa nini? Uanze kulaumu wazazi wako, hata mpaka sasa mtoto akwambie kama baba mwenyewe anang'ang'ana na hali yake angekusaidia vipi? Sababu umekuwa ni mtu wa malalamiko kila wakati. Ningelijua ningesoma, ningelijua singemuoa huyu, ningelijua singeoneka kwa huyu. Sababu ni kitu chenye hukujipanga na mapema. Bwana Yesu asifiwe. Kujipanga mapema katika kijana ni vizuri, maana ukijipanga mapema hautakuja kujutia katika maisha. Sababu wewe ni mtu unaishi ukijua kuna majukumu yako mbele yako. Nani hapa sasa anajua hata kama ana gari anapanga kwa atanunua gari? Nani? Haleluya. Baba wengine hamtaki magari, si ndio? Hamtaki magari. Hiyo sasa kama unataka gari ni uanze kujibuild kisaikolojia kuwa mimi niko na gari tayari, naendesha, mimi na mke wangu tunaenda Mombasa kujienjoy. Umeona? Anza kujipanga na mapema. Kitu kingine kinachowaponza vijana ni dhambi. Unakuta kijana nikizungumzia dhambi wengi mnaijua. Hiyo tu ndio unafikiria yeye anasema. Amen.
hiyo hiyo unafikiria wewe ndio dhambi inasema. Sababu haiwezekani mtu kijana mwenye anaplan future yake kufanya uzinzi. Huwezi fanya lolote, huwezi enda popote. Yaani wewe umekuwa ni mtu mwenye, kama ni mwanaume, mimi ndio huwa nashauri wa vijana wenzangu, kama unajua wewe ni kijana, ama acha nitumie mwanaume na bado uko kijana, kama unajua wewe akili yako maybe iko na hitilafu kidogo, ukiona msichana unatetemeka hivi, kuna biashara ifai ufanye. Sababu gani nazungumza hivyo? Kuna wamama wengi mnaoona sasa hivi hapa, mimi siwezi kuogopa kusema sababu ni neno Mungu amenipa niseme. Mimi sikujui, sijui Joyce, sijui Elizabeth, lakini neno Mungu amenipa nifanye nini? Kuna wamama wengi hapa hivi kwa ujana wao walisumbua, walikula fedha za watu, walikula maploti za watu sababu ya ujana wao. Mshahara za watu zilikuwa zinamiminika, mtu anabaki biki sababu anaona kabili kazuri, kanapendeza, yeye akanyima akanikatalia. Wapo sasa wengi wananyonyesha, wanasema ninge. Hiyo ndio kiko kinywani mwao. Yes, wapo. Mimi hata uniangalie vibaya kweli. Muulize jirani yako, wewe ulikuwa wapi? Ulikuwa unafanya nini? Ulikuwa wapi? Wengine wanakaa kule, yaani akiona msichana anapita kama shari hivi anapita. Na hizo haini. Sema mimi wakati ujana wangu, wakati nilikuwa kama ile msichana hiyo, nilikuwa hatari. Yaani sasa unakuta watu kama hao sasa maisha ni magumu, mpaka wanaanza akiona mtu kijana wa mtu anaanza kuna wewe vizuri, anaanza kusema vibaya. Ana wewe mwenye anatembea kama ameputa. Hapo ni watu wanawama siku zote. Maisha iliwaponza kitambo. Walikula fedha za watu, walikula magari za watu, walikula maploti za watu, biashara za watu zilikuwa zikai. Walikula